Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo na nikukaribishe kwenye kipindi kizuri cha mafundisho ya neno la Mungu. Nataka kushirikiana na wewe somo fupi linalotoka katika Injili ya Yohana Mtakatifu ile sura ya 5. Nisome mistari michache, ule mstari wa 6 na ule mstari wa 7. Biblia inasema, Yesu alipomwona huyu alimwambia, wataka kuwa mzima? Yesu yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Haleluya. Yesu, ninakushukuru kwa wema wako ajabu kwa ajili ya wakati huu. Ninaomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambaye anaenda kunisikiliza sasa, umfungue moyo na macho yake ndani apate kuelewa neno lako katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ambayo nimeisoma hapa katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 6 na wa 7 inamuonyesha Yesu akimuuliza yule mtu aliyekuwa amelala pale kwenye birika ambayo watu walikuwa wakipokea uponyaji hapo, na yeye alikuwa akikaa kwa muda mrefu bila kupokea uponyaji kwa sababu ya hali yake. Yesu alimuuliza, je, wataka kuwa mzima? Akasema, Bwana, sina mtu wa kunitia birikani, kwa kuwa kila ninapotaka kuinuka na kuingia, mtu mwingine hupita mbele yangu. Katika eneo hilo la uponyaji kuna mambo makubwa mawili ambayo yanaweza kuongoza mtu kupokea uponyaji. La kwanza ni lile ambalo Yesu Kristo anamuuliza, je, wataka? Alafu la pili katika mstari wa 7 ni lile ambalo yule mgonjwa anasema, siwezi kuchukua hatua. Kwa hiyo yule mtu alishindwa kupona kwa sababu alitaka, lakini kuchukua hatua hakuwa anaweza. Lilichelewesha uponyaji wake. Jambo hilo la kushindwa kuchukua hatua limechelewesha muujiza wake, na amebaki katika hali hiyo mpaka leo. Na wakati Yesu anamuuliza, basi jibu lake linaweza kuwa fundisho muhimu sana kwako wewe ambaye unanisikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hebu fikiri juu ya kutaka na kutenda. Miongoni mwetu wengi wanatamani na wanataka mambo makubwa yatokee kwenye maisha yao. Miongoni mwetu wengi wamepanga na wanataka mambo makubwa yatokee kwenye ndoa zao, mambo makubwa yatokee kwenye familia zao, na labda ni wanafunzi wanatamani na wanataka mafanikio makubwa kwenye elimu na kwenye masomo wanayoyasoma, na jambo ambalo limesababisha mpaka leo wawe bado hawajafanikiwa. Labda ni wewe unayenisikiliza kwamba mpaka sasa bado hujafanikiwa, ni pale unapoishia kutaka halafu ukashindwa kuchukua hatua madhubuti ambayo inaendana na takwa au inaendana na hitaji la mtu. Biblia inasema hivyo katika ule mstari wa 7, yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kuniingiza katika maji yanapotibuliwa. Hatua muhimu ilikuwa ni kunyanyuka katika kitanda chake. Hatua muhimu ilikuwa ni kunyanyuka kwenye godoro lake na kwenda kwenye eneo ambalo uponyaji upo. Haijalishi imani yako ni kubwa kiasi gani, haijalishi shauku yako ni kubwa kiasi gani, mtu wa Mungu anayenisikiliza, na inawezekana una matamanio makubwa kufikia hatua ya mafanikio, lakini kumbuka ya kwamba fundisho lilo katika Injili ya Yohana sura ile ya 5 mstari wa 6 na wa 7, hautaweza kufanikiwa mpaka siku utakapochukua hatua, mpaka siku utakaposema ninanyanyuka kwenye hili godoro, ni mpaka siku utakaposema sasa sitalala tena kwenye kitanda hiki, ni mpaka siku utakaposema sasa sitaingia kwenye hofu ya kunyanyuka kwa sababu ya maumivu nilionayo, lakini nitanyanyuka na kwenda kwenye eneo la kufanikiwa. Tunaweza kusema nini kuhusu mgonjwa huyu? Alikuwa na maumivu,
hali ya mwili ilimzuia, na inawezekana hata akili yake ilikubali kwamba siwezi kunyanyuka hapa, siwezi kuchukua hatua na kwenda. Jambo la kunyanyuka na kwenda kwenye eneo la mafanikio labda linawahusu watu ambao wanaweza kukimbia haraka, kama ambavyo hata wewe unayenisikiliza na kunitazama huenda umefikiri mara nyingi kwamba jambo la kuchukua hatua na kuingia kwenye utekelezaji labda si jambo linalokuhusu, na kwa sababu umeshuhudia kuona wengi wakinyanyuka na kwenda kwenye mafanikio, na wewe huenda ulijaribu mara moja mara mbili, ukaona hali ya udhaifu wa mwili wako kwamba huwezi kufanikiwa. Leo nataka nikuambie, Yesu anasema, je, wataka kuwa mzima? Ikiwa ni ndio, basi unahitaji kuchukua hatua nyingine muhimu sana ya kunyanyuka kwenda kwenye lile ambalo unalitazama na kulitarajia kwamba litokee kama sehemu ya mafanikio yako. Hii inawezekana kabisa. Yesu yule yule ambaye alisema ombeni, hakuishia kusema ombeni, ila bali alisema tafuteni. Hatua ya kutafuta si tena kuomba, ni hatua ya kunyanyuka na kwenda eneo la utekelezaji. Na labda unatamani kuwa na mafanikio ya uchumi, unafanya vizuri kuomba, lakini kumbuka unahitaji kutoka hapo sasa na kwenda kutafuta. Ni wapi utatafuta? Ni pale ambapo utasema sasa nitaanza biashara, ni pale unaposema sasa nitaanza ufugaji, pale utakaposema sasa naanza kilimo, pale utakaposema sasa ninaanza kuingia kwenye shughuli za uzalishaji mali zile ambazo ni halali. Kumbuka, Yesu huyu ambaye alisema ombeni, alisema pia bisheni. Hizo zote ni hatua ambazo zinakutaka mtoto wa Mungu, pamoja na imani ulionayo, pamoja na shauku ulionayo, pamoja na maombi ulionayo. Lakini mbona bado umelala? Mbona unaamka saa 4 ya asubuhi? Mbona unashinda sebuleni kuangalia TV? Mbona unashinda kijiweni na kuendelea kuwa na stories zisizo na maana? Mbona unaendelea kushirikiana na marafiki ambao hawana athari yoyote chanya kwenye maisha yako? Uwe na uhakika ni kweli shauku yako ni nzuri, na inawezekana ni kweli unayo imani thabiti ya kwamba Mungu anaweza kufanya muujiza, lakini kwa sababu hauchukui hatua ya kwenda kutekeleza jambo linaloweza kukuletea mafanikio, utabaki kwenye godoro hilo labda mpaka Yesu atakaporudi siku moja. Utabaki kwenye godoro hilo labda hadi siku mauti itakapokukuta hapo. Lakini wamebarikiwa na wamefanikiwa sana wale ambao wamekumbuka na kuijua kanuni hii na kuiweka kwenye sehemu ya maisha yao, kwamba ndiyo, ninataka kupona, na kwa sababu hiyo ninanyanyuka kwenye godoro hili, ninaenda kufanya biashara, ninaenda kuanzisha ufugaji, ninaenda kuanzisha kilimo, ninaenda kuanzisha ujasiriamali. Na kwa sababu Mungu alisema atabariki kazi za mikono yako, hakika yake katika jina la Yesu Kristo, kazi za mikono yako utakapoanza kuzifanya, Mungu atanyosha mkono wake kubariki. Mkono wako utaambatana pamoja na mkono wa Mungu, na hatua zako zitaambatana pamoja na hatua za Mungu katika kutimiliza ahadi aliyokwisha kuitoa kwako, ya kwamba hakika katika kubariki atakubariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hali ya kutaka imedumu kwa siku nyingi kwenye maisha yako na bado haijaweza kuleta mafanikio. Imani ya kwamba Mungu anaweza kuponya, imani ya kwamba Mungu anaweza kubariki imedumu kwa muda mrefu ndani yako, lakini bado hujapokea baraka mpaka sasa. Imani ya kwamba hali yako ya ugonjwa itaisha, ndiyo, imedumu kwako, na ya kwamba Yesu anaweza kukufungua na kukuponya, ndiyo, unafanya vizuri. Lakini kwa bahati mbaya mpaka leo hujapona. Kuna kitu kinakosekana kwenye maisha yako. Kuna kitu kinakosekana kwenye njia zako. Kuna hatua moja muhimu bado hujaichukua. Leo nataka kukueleza katika jina la Yesu, chukua hatua inayokupeleka kwenye kupokea ule muujiza unaoutamani. Chukua hatua ya kukupeleka kwenye mafanikio ambayo ni ndoto yako. Chukua hatua ya kukupeleka kwenye eneo ambalo ndilo ambalo Mungu amelikusudia kwako. Katika jina la Yesu Kristo ndivyo itakavyotokea na ndivyo itakavyokuwa katika jina la Yesu Kristo. Nataka kukuongeza kifungu kimoja katika kitabu cha Wafilipi ile sura ya 2. Kama unayo Biblia unaweza kusoma pamoja nami kitabu cha Wafilipi. Ni baada tu ya Waefeso
pale mbele kidogo kuna sura au kuna kitabu cha Wafilipi sura ya 2 ule mstari wa 13. Na nitasoma mstari wa 12 na wa 13, na Biblia inasema: basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, na wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, timilizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kuitimiliza kusudi lake jema. Haleluya! Angalia shauku ya Mungu katika kutaka kukubariki. Anasema kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi. Akisema Mungu ndiye atendaye kazi. Mungu ndiye atendaye kazi ndani yako. Yaani Mungu hajawahi kushindwa, hajawahi kuacha, hajawahi kusimama kufanya kazi na watoto wake, kama ambavyo anakusubiri uchukue hatua ili Mungu pia afanye kazi na wewe. Na hapa Biblia inasema mwishoni mwa huo mstari wa 13 ya kwamba kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu. Kutaka na kutenda. Ikiwa umeishia kwenye hatua ya kwanza ya kutaka, hatua ya kwanza ya kuamini, hatua ya kwanza ya kuomba, hatua ya kwanza ya kungojea na kusubiri, umefanya vizuri. Lakini ukikosea hatua ya pili muhimu ya kutenda, ninataka nikwambie, wokovu wako utachelewa, baraka zako zitachelewa, muujiza wako utachelewa. Kuna hatua moja Mungu anakusubiri. Kuna hatua moja Mungu anakungojea ili upate kutenda. Sijui ni hatua gani ambayo iko mbele yako, na ni kwa sababu sijui kusudio lako, kwa sababu kila kusudi lina njia yake ya kutenda, na kwa sababu kila tamanio la mtu, kila takwa la mtu lina hatua yake tofauti ya kiutekelezaji. Kwa hiyo, kwa sababu Mungu hufanya kazi ndani yako, kwa sababu Mungu hutembea pamoja na mwanadamu, na kama ambavyo aliahidi kukubariki, na kwa hiyo anatamani kukubariki, basi leo maandiko yanasema kutaka kwako kuendane na kutenda kwako. Ikiwa unaweza kutamani jambo moja na lile unalolitenda halifanani na lile ambalo unalitaka, hiyo ni sawa na bahari iliyochafuka. Mungu hawezi kusimama katika wewe. Mungu hawezi kukuonyesha muujiza wake, kwa sababu mikono yako imetofautiana na moyo wako, kwa sababu miguu yako imetofautiana na shauku ulionayo ndani yako. Kwa hiyo vile unavyotaka lazima kuendane na vile unavyotenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka kukueleza tena jambo muhimu sana hapa. Kule kutaka kwako lazima kuendane na kutenda kwako. Ni vigumu sana ukatamani kuwa daktari, labda wewe ni mwanafunzi. Labda ni vigumu sana wewe ukatamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, au ni vigumu sana kutamani kuwa mkulima mkubwa. Katika hali hiyo ya kutamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, basi matendo yako yanakuwa hayaendani na mfanyabiashara, au huendani na yule mwanafunzi anayetamani kuscore alama ya juu kufanikisha lengo lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaweza kufikia ndoto zako kama tamanio lililo ndani yako litatofautiana na kutenda kwako, litatofautiana na hatua zako. Hakuna kiongozi mzuri anayeweza kulala mpaka asubuhi ya saa 4 saa 5 bila kujua hali ya makundi yake. Hakuna mwanafunzi anayetamani kupata mafanikio darasani wakati huo si mhudhuriaji mzuri wa darasani, au ni mhudhuriaji lakini si makini katika kusikiliza, au si mwepesi katika kufanya maelekezo ya mwalimu. Hakuna mtu anayeweza kupokea uponyaji wa kiroho kama hawezi kusikia sauti ya Mungu inayomwelekeza jambo la kutenda. Sikiliza hapa ambacho Yesu Kristo alimwambia yule mtu aliye katika Injili ya Yohana sura ya 5 ule mstari wa 7. Biblia inasema wakati Yesu amemwambia
kwa kumuuliza, je, wataka kuwa mzima? Utekelezaji uliokuwa na utaka kufanya haukuwa unaendana na muujiza wake, lakini maelekezo ya Yesu yaliyokuja yalikuwa yakisema, nyanyua godoro lako uende. Imani ya kwamba alitaka kuponya na hatua ya kutenda ambayo ilikuwa ni kuitikia imani, kuitikia wito, kuitikia maelekezo ya Yesu kwamba chukua, nyanyua godoro lako uende. Angeweza hata kuuliza, nawezaje kubeba godoro wakati nimeshindwa kunyanyuka na kuingia kwenye bwawa la uponyaji? Kwa sababu alimwamini Yesu, kwa sababu aliamini aliyesema naye, hatua iliyofuatia kwake ni kunyanyuka, ni kubeba godoro na kuchanganya hatua zake za miguu kwenda ambako alipanga kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa utatenda tofauti na matamanio yako, tofauti na tarajio lako, basi huo muujiza wako lazima utachelewa. Kwa hiyo Wafilipi, Paulo analiambia kanisa la Wafilipi, ni lazima kutenda hata kama mimi sipo. Ni lazima kuchukua hatua pale unapoweza kujisimamia mwenyewe, pale unapoweza kujiongoza mwenyewe. Kwa hiyo Mungu anafanya kazi na wewe ikiwa utachanganya vitu viwili kwa pamoja, yaani kutaka kwako na kutenda kwako. Maana Yakobo pia aliandika akisema, imani pasipo matendo imekufa. Yaani imani ulionayo changanya na kutenda matendo ambayo yatakuwa yanatangaza imani ulionayo, matendo ambayo yatakuwa yanathibitisha imani ulionayo. Mungu atakapoona mambo hayo yamechanganyika ndani yako kwa pamoja, kwamba imani na kutenda kwako vimekaa sawa sawa, yule ambaye ametenda kazi na mgonjwa aliyelala pale kwenye bwawa la uponyaji, huyo Mungu pia atafanya na wewe muujiza mkubwa leo, ikiwa utaamini na kutenda sawa sawa katika jina la Yesu. Nataka nikuombee mtu wa Mungu, wewe ambaye una matamanio makubwa na mpaka sasa bado hujaona matumainio yakitokea. Nataka nikutie moyo na kukwambia kwamba Mungu bado anafanya kazi na mwanadamu, na ya kwamba hata leo anaweza kufanya kazi ndani yako. Jambo ambalo nataka nikuombee sasa ni kwamba uwe mtekelezaji, uwe mwenye kuchukua hatua. Maana Yesu alisema, ni nani mwenye akili? Ni yule aliyesikia na kutenda. Unaweza kuwa na uwakilifu mzuri ndani yako kwamba wewe ni msikilizaji, wewe ni mtu wa kuamini, lakini ikiwa si mtendaji, ikiwa si mtu wa kuchukua hatua, ikiwa si mtu wa kuthubutu, labda ni kwa sababu ya hofu na woga ulionao, Mungu atachelewa kufanya uponyaji wake ndani yako. Lakini nataka nikuombee leo ya kwamba imani ulionayo ithibitike sasa na matendo, yaani matendo yanayochukua hatua, matendo yanayotangaza imani ulionayo, matendo yanayotangaza utayari ulionao, matendo yanayotangaza shauku iliyo ndani ya moyo wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninambariki mtazamaji na msikilizaji huyo ambaye anayo matazamio, anayo shauku ndani yake ya kwamba kuna muujiza utatokea kwenye maisha yake, lakini kwa bahati mbaya mpaka sasa amelala, muujiza haujafika kwa sababu ameshindwa kunyanyuka, ameshindwa kuchukua hatua itakayoweza kumsaidia kumletea matokeo. Leo ninamtamka kwako, wokovu wako ukaingia ndani yake kama ambavyo anaamini. Nenda ukamsaidie sasa, akawe mtu wa kuchukua hatua, akawe mtu wa kuthubutu, matendo yake yakawe wazi kwa kadiri ya kuamini kwake, kwa kadiri ya shauku aliyonayo, ili ule muujiza ambao umeukusudia kwenye maisha yake ukatokee sasa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu akubariki na ninakutakia mafanikio. Ninakutakia baraka za Mungu. Ninakutamkia kwamba uende ukafanikiwe kwenye maisha yako. Ninakutamkia kwamba anza kuchukua hatua sasa zitakazo kusaidia au zitakazo kupeleka kwenye mafanikio unayoyatarajia. Mungu na akubariki katika jina la Yesu. Amen.